Habari, mimi ni Khamis Idi Salim, mwalimu wa lugha ya Kituruki ndani ya Mapindi App, na hii ni unit ya pili, somo la 4. Tunakwenda kuangalia vitu ambavyo vinakuwa vina muorodhesho au mjongeo au mfuatano wa masomo ambayo tunayafanya tangu tuanze darasa hizi za lugha ya Kituruki. Sasa leo tutakwenda kuangalia unaulizwa swali alafu unajibu kama kipo au hakipo, alafu kipo kama kipo wapi. Sawa. Kwa mfano, kuna maneno au misamiati ya utangulizi katika somo letu la leo. Kuna var, alafu kuna yok, ipo haipo. Sawa. Hizi au haya ndio maneno ambayo tutatumia sana kwenye darasa letu hili la leo. Kuna sentence kadhaa. Evde kitap var. Kitabu kipo ndani au ndani kuna kitabu. Sawa. Evde. Umekumbuka hii nyongeza katika somo lililopita? Kwa nini de? Kwa sababu sawa. Okay. Sentence ya pili. Dolap. Dolapta. Kwa nini ta? Kwa sababu p. Kwa nini a? Kwa sababu a. Kwa hiyo ni siri ambazo unaweza ukazimark kupitia masomo ambayo tumeyapita nyuma. Dolapta elbise kwa mfano, elbise yok. Kwenye kabati hakuna nguo. Elbise ni nguo, yok hakuna. Dolapta ndani ya kabati au kwenye kabati. Mfano mwingine, sokak. Sokakta, kwa nini ta ni k? Kwa hiyo kwa nini a ni a? Sokakta araba var, kwamba mtaani kuna gari. Sawa. Kuna ipo ni var. Sokak ni mtaa. Sokakta mtaani au kwenye mtaa kuna gari. Kwa hiyo hizo ni sentensi ambazo zikaweza kusaidia kufafanua kitu ambacho tunakisoma katika somo hili la 4 kwenye unity ya pili. Nikuulize maswali au tujiulize afu tuyajibu, si ndio? Lokantada. Lokantada. Sawa. Hii tunaiandika tukiwa tumeiunganisha na neno. Nyuma likiwa neno letu la mtu, jina la mtu au sifa ya mtu, tunaweka koma. Sawa, kama Ahmed koma. Jina la mji Istanbul, da, tunaweka koma. Sawa. Lakini kama ni neno la kawaida, nomino ya kawaida, tunaunganisha pamoja. Lokantada kimler var? Kimler var, kwamba mgahawani kina nani wapo. Sawa. Kimler ni kina nani, wengi. Kim ni mmoja kama unakumbuka. Kwa hiyo unaweza ukasema lokantada. Sawa. Lokantada müşteri var, kwamba mgahawani yupo mteja. Mteja yupo mgahawani. Müşteri ni mteja, ni mtu ambaye anapata huduma kwenye hiyo lokanta au mgahawa. Swali jingine, tuna bardakta. Bardakta tumeunganisha su
varm. Bardakta su varme. Kwenye glasi kuna maji. Bardak ni glasi, ta ni ndani ya glasi, su ni maji, var ipo, m ni kiulizo. Ipo, yapo. Ndani ya glasi kuna maji. Kwenye glasi kuna maji. Hapana, hayır. Bardakta su yok. Bardakta su yok. Kwamba hapana, ndani ya glasi hakuna maji. Hakuna maji. Sawa, ni kanuni tu za uandishi, kuna mabadiliko kwenye Kiswahili na kwenye Kituruki, lakini maana halisi ya sentensi au jawabu la swali letu ni hivyo. Tuangalie mfano mwingine kabla ya kufika mwisho wa class, kwamba sen, mnaikumbuka maana yake ni wewe. Sen, kwa nini de ni Sawa, sende para var mı? Kwa nini m kila saa? Ni kwa sababu ya hapa ni a, ndio maana inalazimisha hapa. Ziko 4 zile, kwa nini tutumie zile? Kwa ni sababu ni hapa. Sende para var mı? Je, una pesa kwako? Yani je, na wewe una pesa? Sawa, yani tunataka twende shopping au tunataka twende sehemu fulani, sawa, ni masuala ambayo yatatugharimu pesa. Kwa hiyo mimi ninazo na kuuliza na wewe. Sende para var mı? Je, wewe una pesa? Sende ni kwako wewe, yani katika umiliki wako wewe. Para ni pesa, var mı zipo. Utasema evet, evet, bende para var. Ndiyo, na mimi ninazo hela, ninazo pesa. So umeona hapo, utakuwa tumeweza kuelewa na kufahamu vizuri zaidi. Unaweza ukauliza maswali mengine kadhaa, ukajiuliza wewe, ukamuuliza mwenzako, rafiki yako. Ni tutajaribu kutafuta namna ya kujenga network kwa wanafunzi ambao wanajifundisha Kituruki ndani ya Mapindi app, kuweza kuwa nao karibu zaidi kwa ajili ya kufuatilia masomo yao, na kama wana maswali, wanataka ufafanuzi wa jambo fulani, tutatengeneza network ya wanafunzi wote wa Mapindi app waweze kuwa karibu na kuweza hata kufanya mazoezi au hata kuandaa nasemaje, mashindano ya lugha ya Kituruki katika siku zinazokuja huko. So huo ni mfumo ambao tutakuwa tuna ujenga pole katika siku zijazo. Swali au sentensi moja hivi ambayo itaweza kutufungia darasa letu la leo. Let's say Istanbul'da Istanbul ni neno maalum, jina la mji, kwa sababu neno la mji. Tunaweka koma. Istanbul'da çok soğuk. Istanbul'da çok soğuk. Istanbul kuna baridi sana. Ni baridi sana. Çok ni sana, soğuk ni baridi. So ni nchi ya Ulaya, kwa hiyo mji wa Istanbul kama ni mji katika nchi hii, kuna barafu, kuna baridi. Hii ni sentensi ambayo unaweza ukamjibu mtu ambaye yuko nje ya Istanbul. Mimi niko mji mwingine huku, kwa mfano Ankara. Ankara kuna joto kidogo. Istanbul vipi? Unaambia Istanbul'da çok soğuk, kwamba Istanbul kuna baridi sana. Tukutane katika somo lijalo ndani ya Mapindi app. Elimu kiganjani.